furahishe Mungu. Kiasi kwamba hata watu mitaani wanashangaa, yule si ameokoka? Yule si. Sasa huko mitaani watu wanajua, kila mtu anayesema ameokoka, anasema ameokoka, kweli ameokoka. Kwa hiyo wanafikiri mtu yote ambaye ameokoka, wote wanaigiza hivyo hivyo. Ndio maana tukiwa na watu wengi leo, tumekuwa na watu wengi wa kuigiza wokovu. Ndio maana wokovu umekuwa ni shida. Kupata wokovu, mtu ambaye ameokoka, wokovu wa kweli umekuwa ni shida, kwa sababu wanaomzunguka walio wengi, wanaoonekana mitaani walio wengi, wanaosema wameokoka, wana wokovu fake. Wana wokovu ambao hauna matendo. Wana wokovu ambao mbele za Mungu ni machukizo. Wana wokovu ambao kwa matendo yao ukimlinganisha na mtu ambaye hajaokoka hakuna tofauti. Kwa hiyo tunawazuilia na watu wengine walikuwa wanapenda kuokolewa kwa sababu ya matendo ya wale wanaoingia makanisani na kusema ameokoka na kusema Bwana asifiwe, huku matendo yake yako tofauti. Ndio maana leo tunapata shida sana wakati mwingine kufuatilia mtu ameokoka. Unaanza kutumia nguvu nyingi kufuatilia, unafunga na kuomba, unamfuatilia tena na tena, unamuhimiza tena na tena, anakudanganya bado ataendelea tu. Huyu mtu kimsingi bado hajaokoka. Amen. Amen Jose. Hajaokoka. Wapo wengine ambao wanakwenda makanisani, wanaenda kwenye makanisani kwa sababu ya kufuata mwanaume, kufuata mwanamke. Wako ambao wanakwenda kanisani kwa sababu ya maslahi yao wenyewe, ili wajiozikwe vizuri, ili tu jamii ione na mwenyewe naye yuko kwenye ustaarabu wa kwenda kanisani. Wako ambao wanafuata mtu, wamemfuata mke, wamemfuata mume, wamemfuata baba, wamemfuata mama, wamemfuata mtu. Kwa hiyo mtu hawezi kupata uwezo wa kushinda dhambi kwa sababu amemfuata mtu. Nimesema wote waliopokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa nani? Watoto wa nani? Watoto wa Mungu. Uwezo wa Mungu unakuja kwa watu ambao wanafanyika kwa watoto wa Mungu. Wako ambao wengine ndio wanaingia makanisani kwa sababu ya kutaka kupona tu. Atatia bidii wakati anaumwa, anatia bidii wakati ni maskini, anatia bidii wakati ana mahitaji haya na yale. Lakini akishafanikisha, alikuwa na uhitaji wa nyumba, sasa amejenga, hauwezi kumuona tena. Alikuwa na uhitaji wa kupona ugonjwa wake, ameombewa, amepona, huwezi kumuona tena. Amekuwa na mahitaji ya kupata fedha au kazi, kwa sababu tena ameshafanikishwa na Mungu, amepata, huwezi kumuona tena. Sasa watu wa namna hii, watu wanafikiria wameokoka, kumbe walikuwa wanaenda kwenye ibada kanisani, kushiriki ibada na watu wa Mungu kwa sababu walikuwa wanataka mambo yao, na mambo yao wameyapata, hawana shida tena na Mungu. Sasa hao watu, na kwa msingi huo, hawawezi kuwa na uwezo wa kushinda dhambi. Ni lazima mtu ambaye anataka kushinda dhambi, moyo wake wote amkabidhi Bwana, ampatie Bwana, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Jose. Luka 1:77. Luka 1:77. Utaona wokovu lazima uambatane na kusamehewa dhambi. Ukiona mtu ameokolewa lakini bado dhambi anazifanya kama kawaida tu, na hata akifanya hakuna kuugua, hakuna maumivu yote, hakuna namna yote ya kujutia kosa lake, anafurahia tu dhambi limekwisha kufa, mtu huyo manake hajasamehewa dhambi zake. Wokovu hana, kwa sababu wokovu unakuja kwa kusamehewa dhambi. Amen. Amen. Kwa hiyo una kama wahubiri wengine wanasema, wewe njoo tu kanisani, njoo upokee wokovu, na mtu anapokwenda kwenye njoo upokee tu miujiza. Kwa hiyo mtu anapokwenda pale anafikiri ameokoka, kumbe ameenda pale ameitwa kwa ajili ya kupokea miujiza. Sasa mtu wa namna hiyo hawezi kupata uwezo. Ndio maana utakuta wengi wao ni wachafu, wengi wao hawafai, wengi wao ni kama mataifa tu. Tusomee hapa mara moja. Uwajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi zao. Uwajulishe watu wa Mungu, watu wake, au walevi, au wazinzi, au washarati, waabudu sanamu, au washirikina,
tuwajulishe wokovu katika kusamehewa nini? Katika kusamehewa nini? Ndio kipaumbele cha mtumishi wa Mungu yoyote. Kuwajulisha wokovu katika kusamehewa nini? Dhambi. Watu wasamehewe dhambi, watubu dhambi zao, kwa kumaanisha kuacha kabisa, ili wapokee wokovu wa kweli katika jina la Yesu. Nje hapo watapokea wokovu feki. Wafalme wa kwanza sura ya 8 mstari wa 46 hadi 50. Wafalme wa kwanza sura ya 8 mstari wa 46 hadi 50. Maandiko yanasema, unaweza kutusomea mara moja hapo? Arobaini na sita 50. Tulizeni watoto huko nyuma. Ni watoto kama mmechoka mrudi nyumbani. Mtaki kelele. Somea hapo. Sura ya 8, sio sura ya 6. Sura ya 8. Ikiwa wamekutenda dhambi, maana hakuna mtu asiyetenda dhambi, hata ukawaghadhibikia, ukawaita katika mikono ya adui zao, wawachukue mateka mpaka nchi ya adui zao, iliyo mbali au iliyo karibu, basi wakijirudi nafsi zao katika nchi ile watakayochukuliwa mateka, wakitubu na kukuishi katika nchi ya hao waliowachukua mateka, wakisema, tumekosa, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, watakaporejea kwako kwa mioyo yao yote na kwa nia zao zote katika nchi ya adui zao waliowachukua mateka, wakikuomba kwa kuikabili nchi yao uliyowapa baba zao, na mji huu uliouchagua, na nyumba hii uliyoijenga kwa jina lako, basi uyasikie maombi yao na adui yao
hawataki Yesu amehewa dhambi.